kijana ni nani na sifa ya kijana, fahari ya kijana ni ipi? Fahari ya kijana ni jeuri. Fahari ya kijana ni jeuri yake mwenyewe, na sizungumzii jeuri kama a means of aggression. Hapana, jeuri ya kijana ambayo naizungumzia imejengwa katika misingi mikuu minne. Jambo la kwanza ni nguvu na maarifa aliyonayo. Jambo la pili ni akili pamoja na muda alionao. Jambo la tatu ni mahusiano mazuri na Mungu, na jambo la nne ni uthubutu wake. Kijana ukiwa na mambo haya manne, basi wewe ni jeuri la kutosha. Ni jeuri ambaye ujeuri wake ni wa faida, hauleti hasara kwa watu. Wengi kizungumzia jeuri wanachukulia kama kitu ambacho ni kibaya sana, lakini leo I'm advocating for the people kuwa na jeuri, for the youth kuwa na jeuri. Jeuri ambayo naizungumzia imejengwa katika misingi ambayo nimezungumza. Ikiwa kama vijana tutajikita katika kujenga jeuri yetu kwenye mambo manne ambayo nimeyazungumza, basi jeuri itakuwa ni kitu kizuri sana. Jeuri itakuwa ni kitu chenye faida sana. Kitu ambacho kimesababisha jeuri tafsiri kwa namna tofauti. Jeuri ambayo wengine wanaizungumzia, ukisikia neno jeuri, tafsiri moja ambayo naipata ni kuhusiana na utata, yani ile ya kutokushaurika, kutokusikiliza watu. Vijana tumejenga jeuri zetu katika vitu ambavyo havina msingi. Kwa mfano, vijana wengi sana jeuri yao wamejenga katika mahusiano sio kuwa na mwelekeo na sio kuwa katika kwa wakati wake sahihi. Wamejenga jeuri yao katika anasa, wamejenga jeuri yao katika fahari za ulimwengu ambazo hazina faida, lakini mwisho wake jeuri hizo ambazo wamezijenga zinakuja kuwaletea hasara ambazo wanasimulia vizazi mpaka vizazi, na baadaye wanadhihirisha kama wosia kwamba mwanangu, mimi baba yako, mimi babu yako nilikosea, nilifanya hiki, lakini before alikuwa anaona kama ni jeuri, alikuwa anaona kama ni fahari. Ili kusudi upate kuwa na jeuri ambayo ina faida, jenga jeuri yako juu ya maarifa na ufahamu. Jenga jeuri yako juu ya mahusiano mazuri na Mungu. Jenga jeuri yako juu ya uthubutu wa kufanya vitu. Ukiwa na jeuri ya uthubutu wa kufanya vitu, hakuna mtu ambaye utategemea kwamba kusaidia kufanya vitu ndio uweze kufanikisha mambo yako. Utakuwa unajitegemea huru, na hiyo ndio jeuri ambayo Afrika tunatakiwa tuipate, kwamba jeuri ya uthubutu katika kutenda vitu vyetu. Na mimi nina support kabisa watu kuwa na jeuri ya namna hii. Hiyo ndio jeuri pekee. Ndio jeuri pekee ambayo inaweza kuvusha kutoka kwenye sehemu moja ambayo unahitaji kutoka si nzuri kuelekea sehemu ambayo ni nzuri. Ukiwa huna jeuri ya uthubutu, utategemea watu waje kukusaidia na hutawaona. Ukiwa huna jeuri ya uthubutu, utakaa kwa kuramia kwamba hawanijali, hawafanyeje, hawanisaidii, nahitaji kufanya hiki, lakini nakuwa naye nipa support. Baba na mama, familia wameniacha. Lakini ukiwa na jeuri ya uthubutu, awepo mtu asiwepo mtu, utafanya na utafanikiwa. Ndugu kijana mwenzangu, mimi nakuita wewe katika kujenga jeuri yako juu ya uthubutu, kama mimi ambavyo najenga uthubutu wa kufanya vitu. Kama mimi najenga uthubutu wa kuita wewe naye pia uungane katika safari ya watu jeuri wajenzi wa uthubutu. Asante sana.